Kuna wazee walikuwa wamekaa kikao. Hawa wazee wakawa wanatafuta eneo la kujenga msikiti. Basi katika wale wazee, mzee mmoja akajitolea kutoa kiwanja. Basi akasema, mimi kiwanja changu naruhusu wakajenga msikiti. Huyu mzee aliyetoa kiwanja hakuwaambia watoto wake kwamba ametoa eneo kwa ajili ya msikiti. Basi baada ya masiku huyu mzee akaondoka ulimwenguni. Basi watu wamejenga msikiti pale, wakawa na swali pale, wanakuja na swali. Basi siku moja mtoto wake wa yule mzee amekuja pale, akaja akaona kwamba hao watu waliojenga msikiti wameujenga kwenye eneo letu. Akawauliza, nani amejenga hapa, nani amewapa hapa? Wale wakasema, hili eneo tumepewa na mzee wako. Yule dada akasema, sawa, mumepewa na mzee, hebu nionyesheni sehemu ambayo ameandika kwamba hili eneo kuanzia sasa hivi ni la msikiti. Nionyesheni sehemu. Wazee wakakagua kila kona, hawajapata udhibitisho wa kusema kwamba tumeandika hapa. Yule dada akafuata vyombo vya sheria, masuala ya sheria. Basi mwisho wa siku akaja akaufunga ule msikiti. Watu wanakuja alfajiri, msikiti ushafungwa. Basi wakachukua majamvi yao wakatandika pale nje ya msikiti, wakaswali swalatu alfajiri. Basi ikafika zuhuri, wakatandika pale nje wakaswali. Ikawakuta mvua, wanaswali pale nje. Huyu dada akapata safari ya kusafiri kutoka pale kwenda nchi ya nje. Alisafiri na mtoto wake. Basi kwenye gari ambayo walikuwa wamepanda, ile gari ilipata ajali. Alikufa yeye na mtoto wake tu. Yaani abiria wote walikuwa salama, lakini yeye na mtoto wake, na walikufa kifo kibaya sana. Yaani hata sura zao kuzitambua hivi haiwezekani, yaani ni kutambua tu kwamba hili vazi hili ndo waliokuwa wamevaa. Walitoka kwenye ulimwengu kwa udhalili mkubwa. Sasa hata mimi nakwambiaje? Angalia sana. Acha kuwashauri watu wasimwabudu Mwenyezi Mungu. Oi.